Na hii ni dhambi isiyosameheka sehemu ya kwanza. Sasa leo picha yetu inaanzia kijijini tunapomwona mshikaji anaitwa Zion akiwa na mke wake Beauty. Wakiwa wanaendelea kusukana, sasa leo akatembelewa na ndugu yake Zion ambaye alikuwa anaitwa Malik. Kufika mshikaji akasalimia nini, na shemeji yake ikabidi aachie nafasi ili wapate kuzungumza vizuri. Mshikaji akakaa akaongea na ndugu yake, afu baadaye akamwambia, mwanangu, mimi kuna mchongo nimekuletea bwana. Mwamba Zion akafurahi sana. Ni mchongo aina gani huo mwanangu? Jamaa akamwambia, tulia, subiri nikwambie kitu. Sasa hivi kuna mazingira ambayo nimepata kuweza kumfanya mtu aende nchi za nje. Zion akafurahi sana, akamwambia, mwanangu, mbona hivyo ni vitu ambavyo nilikuwa nafikiria. Jamaa akamwambia, sasa mimi ndo naweza kukusaidia na tukakamilisha hayo maswala. Mshikaji akauliza, sasa je, inaweza kagharimu kama kiasi gani hivi kusafiri? Jamaa akamwambia, hapo inatakiwa utafute kitu kama milioni 3 au milioni 4 hivi. Zion akastuka akamwambia, sasa mimi natoa wapi milioni 3 jua kali lote? Jamaa yake akamwambia, sikia, wewe tafuta namna yote ya kufanya ili uweze kusafiri, sababu ukibahatika kwenda kipindi utakachorudi utakuwa umeshafanikiwa. Wewe cha kufanya, uza hata eneo hapo uende, utakaporudi wewe utakuja kunishukuru baadaye. Jamaa akafikiria akamwambia, lakini kweli hiyo ni issue ambayo nikikazania naweza nikafanikiwa, unajua. Mwanae akamwambia, sasa wewe unafikiria nini? Wewe fanya hivyo, kama vipi tuchekeche uondoke. Basi jamaa akamwambia, haina noma, hapa cha kufanya mimi nitafanya mpango, alafu itakavyokuwa nitakucheki. Mshikaji akamwambia, poa, wewe fanya hivyo kwa sababu ukienda ukirudi unaweza ukaja ukanunua maeneo ya mji mzima. Basi fresh, jamaa akaagana, mshikaji akaondoka. Sasa baadaye kipindi mshikaji anafikiria mke wake akaja, ikabidi jamaa amuelekeze. Akamwambia, sikia, unajua sasa ile Maliki amekuja kunipa mchongo wa hela ndefu sana. Mke wake akafurahi, mchongo gani huo? Akasema kuna michongo nchi za nje ufanikiwa kwenda kufanya unapata hela nyingi sana. Mke wake akamuuliza, wewe una uhakika gani? Jamaa akamwambia, mimi namuamini kwa sababu mshikaji ana connection sana. Sasa jamaa akamwambia mke wake, lakini sikia, gharama za usafiri alizonitajia ni nyingi sana na sidhani kama nitaweza kumudu. Bwana amekwambia bei gani? Jamaa akamwambia, nimeambiwa nitafuta milioni 4. Mke wake akashangaa, milioni 4 tena? Sasa itatokea wapi jua kali lote? Mshikaji akamwambia, mimi sielewi, yani hiyo kitu imenipasua sana kichwa na sijui hata nafanyaje, lakini natamani sana kwenda. Mke wake akampa moto akamwambia, wewe usijali, cha kufanya tafuta issue yoyote, hata kama kuna kitu utauza ili uende. Jamaa akasema safi. Basi baadaye wakaondoka na kuamsha zao ndani. Hasa kesho yake ikabidi jamaa aende kwa baba yake Maliki ili wapatane aweze kumuuzia eneo. Mzee akamuuliza, eneo lako wewe lina thamani gani? Mshikaji akamwambia, pale ninavyoona ni milioni 10 au 12, lakini kwa kuwa mimi nahitaji la safari tu, ukinipa hata milioni 5 mimi nitashukuru. Mzee akamwambia, sikia, mimi sijakuuliza kwamba unataka hela ya nini au nini, nimekuuliza eneo lako lina thamani gani. Mshikaji akasema, haina shida, mimi naomba milioni 5 tu ili niweze kufanikisha safari yangu. Mzee akamwambia, sikiliza, hiyo hela mimi sina, ila cha kukusupport kama utakuwa unahitaji mimi nitakupa milioni 2. Jamaa akastuka, sasa mimi milioni 2 itanitosha nini mzee wangu? Mzee akamwambia, ndio hivyo, wewe cha kufanya kama ukikubali kalete hati umpe Maliki. Alafu mzee huyo akaondoka zake. Sasa mshikaji kubaki akawa anamlalamikia Maliki, akamwambia, wewe lakini mzee wako anachotaka kufanya sio fresh wala nini. Mshikaji akamwambia, hamna, wewe usijali, cha kufanya mimi nitaongea naye ongeze hela, nitamwambia akupe hata milioni 3, wewe usiwaze. Jamaa akamwambia, 3 itakuwa bado haijanisaidia, naombeni mniongeze hela wanangu. Jamaa akamwambia, hapana, kwa mzee mwisho 3 hiyo anaweza akakupa. Basi jamaa ikabidi ashukuru, akamwambia poa, kama vipi tufanye hivyo. Basi wakaagana, kisha mshikaji akaondoka zake. Na baadaye jamaa kurudi akamwambia mkewe kilichotokea, kwamba mimi nimeongea nao lakini wamesema wanataka kunipa milioni 2 tu. Wife akashangaa, 2 tena? Jamaa akamwambia, lakini Maliki kasema ataongea naye ili aweze kuziongeza. Mke wake akamwambia, nilijua tu, ni lazima wakulalie. Lakini akamwambia, pambana, huwezi jua, unaweza ukafanikiwa hivyo hivyo. Likawa limeisha. Sasa siku inayofuata unamwona mshikaji akitoka huko anapiga simu, mdau ana mizigo, inaonekana ule mchongo kama umeshatiki vile. Mdau akawa anamwaga mke wake kwamba wife, usijali, acha mimi niende nikapambane, nikirudi mambo yatakuwa vizuri na tutafanya kila kitu cha maana mpaka mwenyewe utajivunia kuwa na mimi. Baada ya muda kidogo tunaona gari ya Maliki inaingia na kuja kumchukua mshikaji. Jamaa akamwaga mkewe na kisha wakasepa. Sasa upande wa pili tunaona wakiwa wameingia kwenye mjengo mmoja mkubwa sana. Maliki akamwambia, umeona hapa ndo tutakapofanya processes za pasipoti zako. Jamaa akamwambia, naona ofisi ni kubwa kweli yani. Baadaye wakaingia ndani, mshikaji akaanza kumtambulisha ndugu yake. Wakafika ofisi kubwa, jamaa akatambulishwa tena na akakaribishwa na akaambiwa akasubiri huduma. Baada ya muda akaitwa na secretary, akaambiwa atoe taarifa zake kuhusiana na nchi anayotaka kwenda na kwa nini anataka kwenda na vitu kama hivyo. Mshikaji akaanza kumwagika, mimi napenda kwenda Marekani kwa sababu kule kuna opportunity na vitu kama hivyo yani. Basi ule mdada akamwambia, usijali, yani sisi hapa tuna michongo mingi sana ya nchi za nje, wewe tutakufanyia mpango wa dokumenti na tutakusimamia uende na upate kazi. Jamaa akafurahi sana kusikia hivyo. Basi akapewa fomu kisha akaambiwa elekea nazo ofisini kwa ajili ya utaratibu mwingine. Fika akaitiwa mtu wa studio kwa ajili ya kupiga picha na kuendelea na taratibu nyingine. Baadaye kuna bosi alikuja na Maliki akamfuata na kujitambulisha kisha akamuita Zion aje kumuona. Fika wakasalimiana na huyu ndo bosi ambaye atachukua dokumenti za Zion na kuzipeleka ubalozini. Huyo mzee akaulizia dokumenti zake, vipi ameshajaza fomu? Akaambiwa tayari. Akamwambia basi sawa, mtamfanyia interview alafu mtanipa hizo tape zake mimi niweze kuondoka nazo. Zion akaambiwa kakae, na baada ya hapo ikaonekana jambo kuwa limeisha. Sasa Maliki akawa na amsha zake. Ikabidi Zion
Zion amfuate kwa sababu si wamekuja wote bwana. Sasa Maliki akawa anamshangaa, "Oya wewe unaenda wapi tena?" Zion akamwambia, mimi nadhani process zimeshaisha, kwa hiyo tunatakiwa kuondoka." Jamaa akamwambia, "Hapana, utaondokaje na wakati hujafanya hata interview? Cha kufanya wewe baki mpaka umalizie process ndo uondoke. Na ikiwezekana itabidi ulale humo, yani usitoke mpaka kila kitu kikamilike." Jamaa akamwambia, "Mimi nilijua tunaondoka ili kesho turudi wote." Jamaa akamwambia, "Hamna, wewe rudi tu kasikilizie, kama ni sehemu ya kulala wanaweza akakupa humo. Na kama kuna kitu kitatokea wanaweza kanipigia simu." Basi jamaa akamwambia fresh, kisha wakaagana na mshikaji akarudi zake ndani. Sasa kufika akakutana na mshikaji wa ofisini, akamuelekeza kwamba nimeambiwa mtanipa sehemu ya kukaa hapa mpaka process zikamilike. Jamaa akamwambia, "Hapana, hii ni ofisi tu na hatuna sehemu za kukaa. Ya kufanya labda nikakuelekeze sehemu ambazo unaweza kwenda ukapumzika na urudi kuja kumalizia harakati zako." Mshikaji akamwambia fresh, haina shida, nielekeze tu sehemu nikapumzike. So akatoka na kuondoka zao. Sasa kipindi mshikaji yuko nje anasikilizia usafiri, ikapita bajaji moja. Jamaa akaisimamisha ili aweze kupanda na kuamsha zake. Lakini cha kushangaza zikashuka Njemba na Bastola rafiki yangu. Akamwahi na kumpiga chuma, kisha akachukua mabegi yake pale ya hela na kuondoka. Sasa baadaye mke wake akashtuka kwamba hii ilikuwa ni ndoto ameiota. Akasema ina maana jamaa anaweza kupata matatizo nini. Sasa wakati huo ndo tunamuona mshikaji yuko ofisini anaandikishwa wakati huo hapa. Akachukuliwa maelezo pale, mshikaji akajielezea, kisha akaambiwa si anajua kiwango cha gharama anazotakiwa kulipa. Mshikaji akasema ndio. Kwa hiyo akaambiwa sawa, hapa inabidi tukupeleke ofisini ili uweze kulipia na kuendelea na mambo mengine. Basi poa, mshikaji akapelekwa na akalipia kila kitu, kisha akapelekwa kwa mtu wa studio, akapiga picha na zikaanza interview pale. Mwamba akawa anajielezea. Jamaa akamaliza interview na baadaye akaenda kwa bosi kwenda kuchukua matokeo yake. Bosi akamsifia sana, akamwambia interview yako imepita na hapa kila kitu, passport na visa vyote viko tayari. Hivi hapa kama unavyoweza kuona. Pia tiketi zako za ndege tayari na tumeshakuandalia sehemu ya kufikia nini na kila kitu kiko sawa. Na pia jamaa akaambiwa kuwa kuna uhakika wa kupata kazi huko anakoenda, yani kabla hata hajafika. Mshikaji alishangilia sana na kuona yes, yani maisha nimeshayapatia tayari. Sasa akaambiwa lakini kuna kitu kimoja ambacho kimebaki. Ukikamilisha hicho kila kitu ndio kitakuwa kiko sawa. Mshikaji akauliza ni nini tena? Akaambiwa hapa kwenye dokumenti zako inatakiwa mpate mtu wa kuja kusaini. Akimaliza tu kukusainia basi wewe chapu tu unaondoka. Jamaa akafikiria kisha akamwambia sawa, haina noma, ngoja nimfuate jamaa alionileta hapa ili aweze kuja kunisaidia hiyo issue. Akaambiwa poa. So mshikaji akatoka na kwenda kuonana na Maliki, kisha akampanga, mwanangu wewe kuna kitu pale kimebaki, nitakuwa nisaidie kwenda kusaini tu pale ili mimi niweze kuondoka. Maliki akafikiria kisha akamwambia samahani sana mwanangu, mimi hilo swala sitaliweza. Jamaa akajisikia vibaya sana. Sasa inawezekanaje unisaidie vitu vyote alafu uje kushindwa kunisainia tu? Jamaa akamwambia hapana, unajua mpaka sasa hivi mimi nimeshasaini kwa watu wengi sana, kwa hata wao wenyewe hawezi wakakubali kabisa. Mshikaji akamwambia lakini kweli, ila Maliki akamwambia sikia, kwa nini usiende kumchukua mpenzi wako uje umlete aje kusaini? Jamaa akamwambia alafu umenikumbusha unajua. Kisha jamaa akauliza lakini unaweza kukubali mwanamke aje kusaini? Maliki akamwambia ndio wanakubali, kwa nini wakatae? Jamaa akamwambia basi poa, ngoja nimfuate aje kumalizia, na akamshukuru sana mshikaji kwa ushauri. Basi waliagana. Jamaa akamwambia ngoja niende. Maliki akamwambia usiwaze, panda nikupe lift. Wakaondoka. Kufika jamaa akamwambia wife, nenda kachange chapu tuende town ukanisainie, kwa sababu nimeshamaliza kila kitu, yani limebaki hilo tu. Mke wake alishangaa lakini akaona so kesi, akaingia akachange na kisha wakatoka. Sasa kufika njiani wife wake alikutana na mashoga zake, ikabidi waelekeze. Akamwambia jamani, mimi natoka kidogo naenda kumpigia baba mtu saini ili aweze kusafiri, kwa hiyo cha kufanya nyinyi naomba mniangalizie tu vitu vyangu. Kwa hiyo wakaagana na kisha wakaondoka. Sasa kufika ofisini mama mtu akaletewa mafomu hapa, akamwangalia mmewe. Jamaa akamwambia jaza. Mama mtu akaanza kumwagika saini pale. Sasa kuna kipengele akafika akaona kwamba anatakiwa aandike grupu ya damu. Akamwambia jamani, mimi issue sielewi na inaonekana mpaka mtu aende hospitali ndo aweze kufahamu, kwa sijui hapa tunafanyaje. Kisha Zion naye akachangia akamwambia ndio wife hajui grupu ya damu, kwa hiyo hapa inabidi hichi kipengele tukiache sababu kila kitu tayari na anatakiwa kusafiri leo. Lakini jamaa akamwambia hapana, yani hicho ni kipengele muhimu sana ambacho kinatakiwa kufahamika. Kwa hiyo akamwambia cha kufanya wewe unaweza kuondoka ukaendelea na safari na mke wako utamwacha, sisi tuende naye tukampime, tukimaliza tutamalizia kujaza na mambo mengine yataendelea. Jamaa akaona basi sio swala, kwa kuwa wale ndo wana dokumenti zake na kila kitu. Akamwaga mkewe na kisha akaondoka. Sasa baada ya hapo tunamuona mshikaji anaingia airport pale, lakini kufika reception akakaguliwa pasipoti yake, akasemekana kwamba ni fake, kwa hiyo akamkamata. Jamaa akashangaa sana, akamwambia tulia, tunaomba utupeleke sehemu ambapo umekukatia hii passport. Wakamchukua na jamaa akawapeleka kule ilipofanyiwa zile process, lakini kufika jamaa akakuta patupu, hamna kitu chochote. Kifupi jamaa walishahamisha kila kitu. Polisi akamwambia kuona niletea ujanja au sio? Jamaa akamwambia hapana, washikaji walikuwepo hapa na kila kitu tumefanyia hapa na tukamaliza. Polisi akamwambia sawa, basi kama umeshindwa kuwapata wenzako tunakuchukulia wewe kama mhalifu. Kwa hiyo jamaa alikamatwa na akala namba gerezani bwana. Na huo ndo mwisho wa sehemu ya kwanza. Ulikuwa nami Ochu Media, tukutane katika sehemu ya pili. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Until the next time, bye bye.